Unatazama Ndizi TV. Na mtazamaji wa Ndizi TV Africa, siku zote wanasema chozi linalochuruzika usoni huisha punde tu machungu yanapopungua, ila chozi la moyoni linalotoka rohoni huwa linatiririka milele. Roho yake ama roho ya aliyekufa pale nchini Tanzania katika familia ya John Ogutu, familia yake sasa imeachwa na kovu la chozi la kutiririka milele baada ya kulalamika kwamba serikali zote mbili hazijawahi kushirikiana nao katika kuwapa ama kuwasaidia kupata mwili wa mpendwa wao kumzika. Hilo ni kovu la chozi la milele katika familia hiyo. Iwapo serikali itawasaidia kupata ule mwili, basi chozi litakuwa linaisha. Karibu tukupe tuliokuandalia ndani ya Ndizi saa moja, siku ya 18, siku ya Jumanne, mwezi Novemba mwaka 2025. Jina langu ni Peter Mwita. Michezoni, Kenya imepigwa magoli 6-0 katika kipindi cha kwanza. Upande wa pili mwelekezi wangu ni Bwana Alex Mungare. Na tukianza kwa taarifa ambazo sio za kutia moyo, ni kwamba familia ya Mkenya aliyeuawa nchini Tanzania wakati wa machafuko ya maandamano kipindi cha uchaguzi mkuu Novemba 27 ama Oktoba 27 inataka serikali ya Kenya kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwapa mwili wa John Ogutu. Familia ya Ogutu aliyeuawa jijini Dar es Salaam inashikilia kuwa idara ya serikali kuu nchini Kenya inawahangaisha na ahadi tupu kuhusu ulipo mwili wa mpendwa wao. Wanaitaka serikali kuwasaidia kupata mwili wa wanao aliyeuawa bila hatia, wakikosoa vikali matamshi ya Rais Samia kuhusu msamaha, huku na harakati kutoka nchini Kenya na Afrika wakikosoa zaidi uongozi wa Rais Samia, wakimtaka kujiondoa mamlakani, kwani kulingana nao wanasema kwamba Rais Samia yuko ofisini kinyume cha sheria. It is very frustrating when we see both two governments taking us round. We've been to the embassy of Tanzania several times, and the answers that we get from there really ni majibu ambayo yanavunja moyo sana. Serikali ya Kenya na serikali ya Tanzania waungane wawe kitu kimoja ili watuletee mwili tupate kuzika. Hiyo ndio ombi ambapo tunaomba sana, kwa kuwa mama nyumbani ana uchungu mwingi. Juzi nilisikia Samia Suluhu akinukulu Bible. Nami pia nitamwambia aende katika Biblia ambapo alinukuu, akasome kitabu cha Waebrania 10:26 hadi 30. Mungu peke yake ndio ana haki ya kutoa uhai wa binadamu. Samia Suluhu aweze kukubali kutoka mamlakani ili tuweze kuhakikisha kwamba amechunguzwa kikamilifu, na tunaitaka koti ya kimataifa iweze kuingilia kati na iruhusiwe haraka iwezekanavyo ianze uchunguzi. Samia Suluhu's regime is not only unconstitutional, it is illegal, illegitimate, and morally bankrupt. No leader has the right to govern through terror. Na tusalie jijini Nairobi katika taarifa inafungamana na masuala ya dhulma za wakazi ama Wakenya wanaosaka ajira. Dhulma za Wakenya wanaoishi ndani ya mataifa ya Afrika Mashariki. Ni kwamba katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amekashifu vikali dhulma zinazoendelea dhidi ya Wakenya katika mataifa ya Afrika Mashariki. Sifuna amekosoa kimya cha serikali kuhusu dhulma walizozipitia Wakenya nchini
nchini Tanzania wakati wa uchaguzi mkuu uliokamilika hivi majuzi. Akizungumza leo katika bunge la Seneti, Seneta Sifuna amekosoa bima ya afya SHA akishikilia kuwa bima hiyo haifai ama haifanyi kazi. Sifuna amepuzilia mbali semi za Rais Ruto za kuwataka Wakenya kupiga ripoti kituo cha polisi iwapo wataitishwa senti ama kulipishwa matibabu chini ya mfumo wa bima ya afya ya SHA. There was just a recent incident where some Kenyans were abducted in Tanzania, and our government... Senator Tabitha Keroche, take a seat. And this government took their sweet time, Honorable Speaker, to even just reach out to the counterparts in Tanzania to find out where these Kenyans were. And even after the horrific stories that we were told by Boniface Mwangi and his colleagues, we have never gotten even a protest note from the government of Kenya to the government of Tanzania about the mistreatment of the people of Kenya in those regions. So I feel terrible, Honorable Speaker, that Kenyans are on their own. But I want to encourage them that there is light at the end of the tunnel. Because as I have said, I believe in a government. We need to form a government that puts the individual well-being first. And this government is not that government. But there is light at the end of the tunnel. Honorable Speaker, on the unpaid medical bills, we were here last week with people telling us here how SHA is working. Where are these unpaid medical bills are coming from? Where are they coming from if SHA is working? These bills should have been paid by SHA. You are detaining mothers because of unpaid bills. Where are those unpaid bills coming from? Speaker, when I said here, the President repeated what I said here just this week, that if anybody goes to hospital and they are asked to pay money, they should call the police. Because according to him, medical care is free in this country. But what I am saying is, just like the sun, Honorable Speaker, the truth cannot be. It cannot be hidden. If this thing is working, you will not see statements such as this making their way to the floor. You will not see them. And the President should now stop telling Kenyans to call the police. I want to tell Kenyans to start calling the President. Just like our numbers were circulated, we need to circulate his number. Because if you go to hospital and you are not able to pay those bills, call State House. Call the President himself. Na kutoka bunge la kitaifa mjini ama jijini Nairobi katika mji mkuu tuelekee katika mji mkuu wa pili, mji wa Mombasa. Ni kama taifa la Kenya kwa ushirikiano na mataifa mengine Afrika Mashariki mkono mkubwa wa kisiasa ili kuwezesha usafirishaji huru wa bidhaa na watu barani Afrika. Akizungumza katika mkutano wa 73 wa Baraza la Shirika la Viwango Afrika uliofanyika mjini Mombasa, mkurugenzi mkuu wa shirika la vitengo nchini Kenya alisema kuwa Esther Nyangare alisema kuwa kuongeza kwa uuzaji na utekelezaji wa viwango hatua muhimu katika kuondoa vikwazo vya kiufundi vya biashara barani Afrika. Alibainisha kuwa kuonjesha kanuni thabiti kati ya nchi za Afrika kutasaidia kufungua kikamilifu fursa za eneo huru la biashara barani Afrika na kuongeza ushindani wa bidhaa ndani ya bara la Afrika. Meeting, we will be approving 123 harmonized standards that will also add to what is already harmonized, which we have at the continental level, 2,440 at the level of the continent in different areas. To mention a few, agro-processing, pharmaceutical, automotive, transport and communication, textile and leather, among others. AFCFTA is about opening borders for all Africans to be able to trade amongst themselves. As you know, right now in Africa, we are not trading amongst ourselves as much as we trade with other continents. So you'll find that in Africa, most of African countries are exporting goods outside Africa as opposed to exporting goods amongst ourselves and importing. This is a very critical gathering where we discuss aspects of harmonization of standards and how we can create systems that will enable trade within Africa and to support the African continental free trade area through harmonization of standards to make sure that we eliminate trade barriers that have existed over a long period of time.
Kwingineko tuangazie taarifa nyingine ni kwamba licha ya vizingiti vya kupata vitambulisho katika taifa la Kenya kuondolewa kupitia amri ya rais eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, wakazi wa eneo hilo wanaonekana kukosa stakabadhi hiyo muhimu. Katika ziara iliyofanywa na spika wa kitaifa Moses Wetangula eneo hilo, viongozi walimtaka kufikisha tena ujumbe kwa rais ili kutekelezwa kwa amri iliyotolewa pamoja na kufunguliwa mipaka ili kurahisisha biashara eneo hilo. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula alifichua kwamba wabunge watamuita waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen kufika bungeni wiki ijayo kutoa maelezo kuhusu kucheleweshwaji unaoendelea dhidi ya utoaji wa vitambulisho hivyo katika eneo hilo. Akizungumza katika kaunti ndogo ya Dakeila Ward Fafi, spika huyo alielezea wasiwasi wake kuhusu ukosefu wa vitambulisho miongoni mwa wakazi eneo hilo. Hii mpaka yenu mmezungumzia hapa, naenda kuhakikisha rais anatoa oda wamfungulie mpaka mfanye biashara ili muweke pesa kwa mfuko. Rais alitoa amri na tukakubaliana kule bunge kwamba Mkenya yeyote akienda kupata kipande hapa Northern Kenya na kwingine hakuna masharti yeyote na hakuna malipo. Sisi we are the second largest economy, but there is nobody who comes back to kukusaidia. It's the first time tunaona serikali imefika hapa kuangalia mambo yetu. So wanataka wewe upeleke hiyo ujumbe kwa rais, useme hawa watu lazima serikali ikuje hapa kuwaona. Hii mji ina biashara economy yake depends on the border. It is 40 kilometers to the border and then 50 kilometers to Kismayo Port. This is the main road. Hii border imefungwa. Wanakuomba through you uongee na rais afungue hiyo border ndio watu wafanye hiyo biashara vizuri. Unfortunately, there is another thing that is a hurdle. They call it validation in Nairobi. There is no production of IDs from Northern Kenya. So we are asking, when are we getting the IDs? Vetting has been removed. The IDs are not coming back. Who is this sabotaging His Excellency? Na turejee tena katika bunge la kitaifa, bunge la Senate nazungumzia kutoka kaunti ya Nairobi. Ni kwamba seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi amekosoa vikali serikali kuhusu madhila ya Wakenya kusaka kazi katika nchi za ugaibuni. Osotsi akionyesha masikitiko na masahibu anayoyapata Wakenya wakiwa katika nchi za ugaibuni, ameonyesha kugadhabishwa na baadhi ya viongozi ambao wanahusika kuwachukua Wakenya nje ya nchi wakisaka kazi. Akizungumza katika kikao cha bunge la Seneti, Osotsi amedokeza kuwa kampuni husika zinazowatafutia Wakenya kazi za mateso ugaibuni zinamilikiwa na baadhi ya viongozi serikalini. Osotsi amekanusha madai yanayotembea katika mitandao ya kijamii kwa chama cha ODM kinamezea mate nafasi ya unaibu rais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, akishikilia kuwa madhumuni ya chama cha ODM kuingia serikalini ni kuwajibisha serikali kutekeleza ajenda kuu 10 walizotia mkataba na kati ya vyama vya ODM na UDA, ikiwemo uundaji wa nafasi za ajira kwa vijana hapa nchini Kenya. If we are serious about our foreign policy, Mr. Speaker, this is a problem that must be addressed. The problem we are having is that there are recruitment agencies who move to our villages, recruiting our youth to go to Saudi Arabia. And these recruitment agencies are crooks, Mr. Speaker. We have talked many times that the government should rein on this unscrupulous recruitment agency, but nothing seems to be done, Mr. Speaker. And we are told, Mr. Speaker, that these recruitment agencies are actually owned by people in government. That is why they cannot reign on them, Mr. Speaker. Mr. Speaker, wherever you go in the Middle East, you meet Kenyans suffering, they have no food to eat, and we have a government. Mr. Speaker, even as we talk about taking our youth abroad, the first thing that this government should do is to deal with the problem of Kenyans who go to Middle East.
before they even say they are taking people to Germany, they are taking people to Australia or wherever. The problem of Middle East has to be dealt with. In my county alone, Mr. Speaker, for the last 2 years, I have lost 30 youth in Middle East, Mr. Speaker. And I've raised this concern. The Cabinet Secretary for Foreign Relations happens to come from my county. And even in his own county, he's not bothered about the plight of our students or our children who go to Middle East. Mr. Speaker, as I'm talking now, Senator Nandi is laughing at me. Mr. Speaker, I want to ask Senator Nandi to go and tell his boss to deal with this problem instead of talking about who will be the deputy president, who will not be the deputy president. As in ODM, the issue of deputy president is not an issue. Our issue is implementation of the 10-point agenda that we signed with them. And one of them is the issue of youth empowerment. Order. Na kutoka taarifa hiyo ya bunge la seneti kwa Geoffrey Godfrey Usosi, huyo seneta wa Vihiga, zimekatika 18 ndizo dakika baada ya saa 1. Niruhusu mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa nichukue mapumziko mafupi, lakini pia mzidi kusema nasi kufuatilia Ndizi TV Africa kupitia mitandao yote ya kijamii @Ndizi TV Africa. Mimi ni Peter Mwita, mwelekezi wangu upande wa pili ni bwana Alex Mongare. Niruhusu nichukue mapumziko mafupi, usiende mbali. Being healthy is a strive everybody longs for.